Yes, ndani ya ukanda wa gesi, ufuta na korosho ni mwinjilisti Fortunatus Lata ndani ya IKP, injili kila pahala. Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ya 9, kuanzia 27 mpaka 29 pale. Tunaona kwa habari ya watu wawili vipofu. Hawa watu wawili walikuwa wakipaza sauti wakimuomba Yesu aweze kuwarehemu. Yesu akawaambia, "Je, mnaamini hiki na nitakachowatendea?" Wakasema, "Ndiyo, tunaamini." Basi Yesu akawaambia, "Kwa kadri ya imani yenu mpate." Narudia, kwa kadri ya imani yenu mpate. Kwa hiyo ili kusudi kwenye maisha uweze kupata, tumepewa kanuni moja, uwe na imani. Imani kwa namna nyingine ni kama mkono wa kupokelea, lakini imani pia ni kama chanzo cha kuzalisha matokeo. Lakini imani pia ni chanzo cha kulinda kile ulichokipokea. Hakunaga kitu ambacho kinaweza kikatokea pasipo imani. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakilinda pasipo imani, na hakuna kitu ambacho kinaweza kupokeleka pasipo imani. Na ndiyo maana wale vipofu baada ya kutamkiwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, waliamini ile kazi ambayo, waliamini lile neno alilolitamka kwao, nao wakafunguliwa wakaona. Kwa nataka nikwambie kwamba imani ni chanzo cha vitu kuzaliwa. Ukitaka kitu fulani kiweze kuonekana au kiweze kutokea, kumbe unahitaji kuwa na imani. Kwa maana Mungu anafanya kazi au majibu ya Mungu mara nyingi yanashuka kupitia imani tulionayo. Tujifunze kitu kimoja katika kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 28 mpaka 29, ambapo Petro alipomwona Yesu anatembea baharini, na yeye kwa namna moja au nyingine alitamani kutembea baharini. Sio kwamba atembee aonyeshe kwamba na yeye anaweza, hapana. Akamwambia, "Kama ni wewe unayepita juu ya bahari, naomba na mimi nije." Yesu akamwambia, "Njoo." Petro akashuka katika chombo. Baada ya kushuka katika chombo, kaanza kutembea kuelekea kwa Yesu. Lakini kuna namna moja, baada ya kuona lile wimbi, ile hali ya bahari ilivyo, Petro akaogopa na akaanza kuzama. Kwa hiyo inatufundisha kwamba baada ya Petro kuona wimbi la maji, baada ya Petro kuona kuna kitu cha tofauti kama kinakuja katika maisha yake kumfunika, akaogopa, akaiacha imani ambayo ilimtoa, akashuka kutoka kwenye chombo, kisha akakanyaga maji kuelekea kwa Yesu. Ndio maana alifeli. Lakini kama angeweza kuconcentrate au kujikusanya katika imani ile ile na akaendelea kutembea, ilikuwa ni rahisi sana, angemfikia Yesu. Kwa hiyo kumbe tunajifunza, pasipo imani hakuna hatua, iwe kibiashara, iwe kihuduma, iwe katika makuzi yoyote, tunahitaji kuwa na imani. Uamini kwanza kwamba hiki kinatokea, alafu unaenda kuki-exercise au kukifanyia kazi. Pasipo imani hatuwezi kwenda kokote. Kwa hiyo inawezekana sisi katika maisha yetu tunapenda sana kwenda makanisani. Tunaweza tukawa tunaingia makanisani kila muda, lakini tunapokosa imani hatuwezi kuona matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu. Hatuwezi kuona ukuu wa Mungu ukifanya kazi au unavyofanya kazi katika maisha yetu, kwa sababu tuna mashaka. Mashaka ambayo aliyapata Petro baada ya kuona wimbi la maji ndio ambayo hayatakiwi. Tunatakiwa imani yetu izidi wimbi la maji aliloliona Petro akiwa baharini wakati anamfuata Yesu. Tunatakiwa tuone ukubwa katika imani yetu ukubwa wa Mungu zidi ya mambo yanayoleta hofu, ya mambo yanayotaka kutughadhabisha. Ndipo ambapo tunaweza tukaenda. Unahitaji kuwa mfanyabiashara, unahitaji kuwa na imani kwamba katika hii biashara niloipanga natoboa. Inawezekana, lakini pasipo kuamini kwamba nitatoboa, lazima utarudi, utakuwa ni mtu sio wa kusubutu. Kwa hiyo kumbe imani kabla ya kufanya jambo
ni kitu cha kwanza au ni silaha ya kwanza, na baada ya kufanya hilo jambo unategemea kuvuna. Uwe na imani pia ya kuyapokea yale mavuno. Amen. Ni mtumishi wa Mungu Fortunatus Lata ndani ya ukanda wa Gesi, Ufuta na Korosho, Mtwara, Tanzania. Amen.